serikali itashirikiana na kanisa na viongozi wale wengine kuhakikisha kwamba tumeunga mkono na kusupport miradi yote, projects za kanisa, sana sana kanisa ambazo zinahubiri injili njema ya Mwenyezi Mungu, na vile vile kuhudumia wananchi katika kuwaletea mambo ya maendeleo ili waishi maisha bora hapa duniani wakingojea maisha ya mbinguni ambayo yatakuja baadaye. Na nikiwa hapo niseme hivi, serikali ya Kenya inatambua ya kwamba katiba yetu imepeana uhuru wa kuabudu na uhuru wa dini. Tunaheshimu katiba, tunaheshimu kanisa, tunaheshimu dini, na hakuna vita vyovyote baina ya serikali na dini. Hakuna vita vyovyote baina ya serikali na kanisa. Sisi wenyewe ni Wakristo, sisi ni wacha Mungu, kwa hivyo hatuwezi kudhulumu Ukristo ambao sisi wenyewe ni wanachama wa dini. We as government have no problem with religion. We have no problem with the Church of Jesus Christ. We ourselves are Christians and we are believers, and serious believers for that matter. We have no problem with the church. We recognize the Constitution of our country permits the freedom of worship, the freedom of religion, and we respect our Constitution and we respect religion. However, the same Constitution does not allow, when people are exercising the freedom of worship or freedom of religion, the Constitution does not allow people to manipulate the Word of God, people to misuse the Holy Scriptures, to hurt people, and to engage in criminal activities. Tumeona vile tumepata madhara katika taifa letu kupitia watu ambao wametumia Biblia na maandiko matakatifu kuleta maafa na kuumiza wananchi. Pale katika kaunti ya Kilifi tumepoteza watu wengi katika msitu wa Shakahola. Watu wengi wamepoteza maisha yao, wameuawa, wengine wameambiwa wasikule chakula mpaka wafe ndio wamuone Mungu. Wale walipelekwa pale msituni, wengine wao wale walikataa amri ya kutokula mpaka wafe, wakapigwa na silaha na vifaa butu, wakapigwa na nyundo, wakapigwa kichwani, wakavunjwa viungo, wakauawa kinyama, wazee, akina mama na watoto. Vile vile wengine walinyongwa kama wanyama na wakakufa. Na katika muda wa kama wiki mbili sasa, nimekuwa pale pamoja na wenzangu katika idara ya usalama tukijaribu kuangalia nini haswa kilitendeka. Na kupitia sasa tumefukua miili 112 na bado kuna makaburi ya halaiki katika ule msitu. Nikitoka hapa na kesho nipitie Kirinyaga, siku ya Jumanne ninarudi kuanzisha rasmi sehemu ya pili ama awamu ya pili ya ufukuaji wa maiti katika ule msitu. The experts are telling us we have more graves in that forest, and therefore what these criminals have done to our country
is great damage. They have hurt the country, they have destroyed and besmirched the church and religion. Tumeambia wenzetu wote wasiende kukaa kule kwa sababu ile ni eneo la maafa, ni eneo la uhalifu. Tumeshaweka sheria kupitia gazeti rasmi ya serikali ya kwamba sehemu hile ni sehemu ya kiusalama, na mtu yeyote anayepaswa kwenda pale lazima awe na sababu maalum, atujulishe, apelekwe. Na vile vile tumewauliza wenzetu wanahabari washirikiane na sisi kwa sababu ile kazi iko pale ni kazi ambaye ni ya kisheria, na kuna picha zingine hatuwezi kuruhusu zipigwe kwa sababu ya kanuni za kisheria na kanuni za matibabu. Medical ethics and security ethics do not allow you, good people of the press, to go there and start filming decomposing bodies of people's fathers, mothers, and children. We will be sued as government. But I want also to say, the government of Kenya has nothing to hide. It doesn't matter the number of people who have died, we will broadcast it to the world. We will make sure that the whole truth comes out so that we do not have an incident like this ever again in our country. Na mimi nataka niulize wenzetu hapa, tukiwa hapa Charia. Mimi nimesikia watu wengine wamesema ati serikali inapigana na kanisa. Mtu ambaye anaambia watu wasile chakula mpaka wafe, huyo ni mtu ya kanisa ama ni mtu ya shetani? Si mtu ya shetani? Mtu ambaye anajiita kasisi alafu anapeleka watu msituni, wakati wanakataa amri ya kutokula anawapiga na nyundo na tarimbo na vifaa butu, anawapiga kichwa, anawavunja miguu mpaka wanakufa, na anazika mtu, bibi yake na watoto wake wote, familia nzima. Huyo ni mtu wa Mungu ama ni mtu ya shetani? Kwa hivyo wale wanaongea kiholela wakisema ati serikali inapigana na kanisa, hawajui ni nini wanaongelea. We are going to go after those criminals, each one of them, and we will make sure that we visit on them the most painful punishment ever found in our law books. Na hakuna mtu atatutisha. So wengine wameanza kusema kwa nini mnaingilia kanisa, sijui nini. Sasa nataka mniambie kama kuua watu ndio injili ya Yesu Kristo. Yesu aliua mtu? Si alifufua waliokufa? Kama ule Lazaro, kama ule mtoto wa Jairus, ule msichana wa Jairus. Hata wale waliokufa alikuwa anawapatia msaada, anafanya muujiza, wanarudi kuwa hai. Yesu Kristo wakati amepata watu wako na njaa na mkutano umeendelea, masaa imeenda, watu 5,000 wako na njaa, aliwaambia wakufe njaa? Si aliwapatia chakula? Akachukua ule mkate, akachukua samaki, akapiga maradufu, watu mpaka wakashiba. Kwa hivyo Yesu alikuwa akilisha watu. Yesu alikuwa anafufua watu. Hawa wengine, hawa sio viongozi wa makanisa. Hawa ni maajenti wa shetani. Na sisi tukapigana nao, haijalishi wanajua nani duniani ama kuzimu. We are going to get them and punish them